بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Tunaendelea na vikao vyetu vya Ramadhani, na leo hii tupo kwenye kikao cha 12 ambacho kinazungumzia mudarasatuhu sallallahu alayhi wasallam alquran fi Ramadhan, kurejelea kwake mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'ani ndani ya Ramadhani. Tunzo kitabu ameanza na kauli ya Allah aliposema utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah, soma yale ulioteremshiwa, yale uliofunuliwa ndani ya Qur'ani na usimamishe sala. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya sala hukataza machafu na mambo yasiyofaa. Al-munkar bimaana ma qubbiha min al-a'mal, ni yale ambayo yaliyoonekana kwamba ni machafu katika matendo. Wal munkar ma la yu'rafu fi shar'i, ni yale yasiyojulikana ndani ya sheria. Wala dhikr akbar, kwamba na kumtaja Allah ndiyo taa iliyokuwa kubwa. Wallahu ya'lam ma tasna'un, na Allah anayajua yale mnayoyafanya. Bimaana kama ilivyokuja kwenye tafsirul Baghawi, hakuna kinachofichikamana kwa Allah. Kila kitu anakiona, kila kitu anakijua, kila kitu anakitambua. Sheikh akaleta hadithi ya Ibn Abbas, hadithi isemayo kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ajwadan nas, mtume alayhi salatu wasallam alikuwa mkarimu kuliko watu wengine. Wakana ajwad ma yakunu fi Ramadhana, na mara nyingi sana au ukarimu wake ulikuwa unazidi anapokuwa ndani ya Ramadhani. Ulikuwa unazidi kwa sababu ya vitu viwili. Moja, hina yalqahu Jibril, wakati anapokutanana na Jibril. Jibril anapokuja kwa mtume alayhi salatu wassalam. Wakana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadhana, na Jibril alikuwa anakutana na mtume, alikuwa anaonana na mtume sallallahu alayhi wasallam kila usiku wa Ramadhani. Fayudarisuhu alqur'ana, humfanyisha muraja wa Qur'ani, humsikiliza muraja wa Qur'ani, anasoma yale aliyofundishwa. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwad bil khair min ar-rihil mursala, kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni mkarimu zaidi kwenye mambo ya khairi kuliko hata upepo. Alikuwa mkarimu zaidi kuliko hata upepo. Yani upepo unavyofyatuka, upepo unavovuma, jinsi unavyokuwa vile ni mwepesi, basi mtume alayhi salatu wasalam amekuwa ni zaidi ya hiyo hali. Rawahu. Kwa hiyo kwenye darasa letu hili la leo, Sheikh anatuonesha mambo ambayo watu tujihitamu nayo, ambalo linazungukia katika masala ya kuisoma Qur'ani. Moja anasema ihtamma bimudarasati alqur'ani fi shahri Ramadhana, jihitamu wewe mwanadamu kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhan huwa shahru alladhi unzila fihi alqur'an, Ramadhan ndio mwezi ambao ulioshushiwa ndani mwa Qur'an. Na haya kayasema Allah, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremshwa ndani mwa Qur'ani. Qur'ani ambao ni uongofu kwa wanadamu, na pia ni ubainifu wa kuja kubainisha uongofu huo na kuja kuweka wazi, kupambanua mambo. Wajtahid
أن تتدارس القرآن مع بعض طلبة العلم. jitahidi mwanadamu kusoma Qur'ani, kufanyishana murajaa na baadhi ya wana wa elimu, baadhi ya wanafunzi. وكذلك المرأة تتدارس القرآن مع بعض طالبات العلم. hivyo na mwanamke afundishane na mwanamke mwenzake, mwanaume afanye murajaa na mwanaume mwenzake. litastafida mimman tadarasahu alquran annahu yubayyin laka ba'd ma tahtajuhu min alwuqufi wa nahwiha, ili upate kustafidi kwa yule ambaye mnarejeshiana, mnafundishana Qur'ani, mnafundishana muraja wa Qur'ani, kubainikiwa au mmoja akubainishie baadhi ya mambo ambayo unahitajia kuweza kuyajua na mfano wayo. au yufiduka idha kunta tulhinu fil Qur'ani fayusawwibu laka al-akhta'a wa ghayra dhalika, au upate kufaidika kwa mwenzako pindi utakaposoma makosa kwenye Qur'ani, mwenzako akusahihishi. Hii ndio ile ambayo unaitaga tashihu tilawa, tashihu alqiraa. Unaenda kwa shekhe, unasoma, shekhe anakusikiliza, mahala utakapokosea anakurekebisha, anakuweka sawa. Ahkamu za tajwidi anakuweka sawa kwenye hizo ahkamu. Jambo lingine, elewa kwamba Ramadhanu kulluhu waqtun fadil, kwamba Ramadhani yote nzima ni wakati uliokuwa bora. limudarasati alqur'ani walakin mudarasata alqur'ani bil-layli afdal. Ramadhani yote nzima ni wakati bora wa kufundishana Qur'ani, wa kufanyishana muraja wa Qur'ani, lakini usiku ndio bora. Kufanya murajaa wa Qur'ani usiku ndio bora. Kuisoma Qur'ani sana ndani ya Ramadhani usiku ndio bora. فاجتهد أن تتدارس القرآن مع غيرك بالليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. kwamba au jitahidi kusomeshana na mwenzako Qur'ani, kuisoma pamoja na mwenzako usiku, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam, Jibril alikuwa anakuja kukutana naye kila usiku ndani ya Ramadhani, anamfundisha Qur'an, yani anamfundisha murajaa wa Qur'an. Jambo la tatu, ihris an takuna mudarasatul Qur'ani kulla laylatin min Ramadana fala tatruku ay laylatin bal kun mudarisan للقرآن كل ليلة من ليالي شهر رمضان تأسيا بمدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كل ليلة. harakia, pupia, kuwa mtu mwenye kuirajia Qur'ani kila usiku ndani ya Ramadhani. fala tatruk ayya laylatin, usiachi usiku hata mmoja ukakupita. bal kun mudarisan lilqur'ani kulla laylatin min layali, bali kuwa ni mtu mwenye kuirajia Qur'ani kila usiku miongoni mwa usiku ya mwezi wa Ramadhani. taasiyan bi mudarasati Jibrila linnabi sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kumuigia Jibril jinsi alivyokuwa akija kumsikiliza Mtume alayhi salatu wasalam, lilqur'ani kulla laylatin, kuja kumsikiliza Qur'ani kila usiku. Jambo lingine, Sheikh anasema waqum anta biqira'ati alqur'ani wahdak, soma Qur'ani peke yako. idha tayassara laka, ikiwa kwamba kuna urahisi wa wewe kuisoma, kama unaweza kusoma Qur'ani peke yako, soma. وحاول أن تختم القرآن عدة مرات في رمضان. jitahidi kuhitimu Qur'ani mara nyingi ndani ya Ramadhani, zaidi ya mara moja, jitahidi. وإذا كنت تجد نشاطا في قراءة القرآن فأقرأه في كل 7.
نعم. وإذا كنت تجد نشاط في قراءة القرآن فأقرئه في كل 7 أيام. Basi kama utakapokuwa uko na nguvu ya kuweza kuisoma Qur'ani, utakapokuwa na nguvu ya kuweza kuisoma Qur'ani. Naam. Hapa nadhani ni faqra'uhu. إذا كنت تجد نشاطا في قراءة القرآن فقرأه في كل 7 أيام. Utapokuwa una nashati ya kuisoma Qur'ani, faqra'uhu, basi isome fi kulli 7 ayyam, kwenye kila siku 7, kwenye wiki. Maana kwa wiki maliza Qur'ani, yani ndani ya Ramadhani hitimu Qur'ani mara 4, wala tazidi ala dhalika, wala usizidishi kwenye 7, usiende chini ya 7. Kwa hadithi Abdullah ibn Amri kwamba kasema Mtume alayhi salatu wasalam, iqra'il Qur'ana fi shahrin, isome Qur'ani kwa mwezi, yani jitahidi uhitimu Qur'ani ndani ya mwezi. Qult inni ajidu quwwatan, mimi najihisi kwani mwenye nguvu, quwwa. Hatta qala, mpaka alipofika kusema faqra'uhu fi 7, isome kwa wiki uimalize yote, wala tazid ala dhalik, wala usizidishi hapo. Rawahu Shaykhan. Na wa inda Muslim qala faqra'uhu fi 20 layla, isome kunamo siku 20, ndani ya siku 20 uhitimu Qur'ani. Rawahu Muslim. Yani falmuhimu ni kuonesha nafasi na juhudi. Mtu kama una nguvu ya kusoma Qur'ani, zidisha juhudi ndani ya Qur'ani. Litakun qira'atuka lilqur'ani kama yali, kisomo chako cha Qur'ani iwe kama ipasavyo. اقرأ القرآن قراءة متأنية بحيث تتفهم الآيات, kisomo cha utulivu kiasi ambacho kitakupelekea uweze kujitahidi kuzifahamu maana ya zile aya, uweze kuzifahamu zile aya. ومن ذلك التدبر إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فاسأل الله الجنة. hivyo utakavyopitia katika aya ambayo imetaja habari za pepo, basi muombe Allah janna, muombe Allah pepo. Wa idha mararta bi ayatin fiha dhikru an-nar, kadhalika utakavyopita katika aya ambayo inataja habari za moto au adhab, fata'awadh billahi minan nar wa min adhabillah, basi jikinge kwa Allah kutokana na moto na pia kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha mararta bi ayatin fiha tasbihun fasabbih, hivyo utakavyopita kwenye aya ambayo mmo masala ya kumsabihi Allah, kumtukuza, fasabbih, mtukuze Allah. Wa hakadha kama jaa fi hadithi Hudhaifa radhiyallahu anhu qala, hivyo endelea kufanya hivyo kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo imepokelewa na Hudhaifa alamridhi akisema, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, usiku mmoja ni misali na mtume alayhi salatu wasalam. Faftataha al-Baqara, akafungua suratul Baqara, yani mtume akasoma suratul Baqara. Faqultu yarka'u 'inda al-100, Hudhaifa akasema labda akifika kwenye aya ya 100 atafika na rukuu, maana Baqara ni ndefu, ni kubwa, iko 200 na akasema atarukuu. Thumma madha, mtume alayhi salatu wasalam alipofika kwenye aya ya 100 akaendelea kusoma. Faqultu yusalli biha fi rak'atin, nikasema labda atasoma hii suratul Baqara kwenye hii raka moja. Faqultu yarka'u biha, yani ataisoma akimaliza atafika na rukuu.
thumma iftataha an-nisaa faqara'aha, kuja kusikia akaimaliza suratul Baqara akaingia kwenye suratul Nisa akaisoma. Thumma iftataha ala Imran faqara'aha, akamaliza suratul Nisa akafika naingia kwenye suratu Ali Imran akaisoma. Yaqra'u mutarassila, anasoma kwa utaratibu, sio kwa haraka wala sio kwa pole sana kivila, anaenda taratibu aya kwa aya. Idha marra biayatin fiha tasbihun sabbah, akifika kwenye aya imo tasbih anamsabihi Allah. Wa idha marra bisualin saala, na akipita kwenye aya ambayo masala ya kuomba anamuomba Allah. Wa idha marra bita'awudhin ta'awadh, akipita kwenye aya ambayo inahitaji kujilinda kwa Allah, kujikinga kwa Allah, anajikinga kwa Allah. Thumma raka'a, alipomaliza ndipo akarukuu. Faja'ala yaqul, akaanza kuwa akisema subhana rabbiyal azim, utakasifu ni wa kwake Allah aliyetukuka. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, mtume amekaa kwenye rukuu amipakawia mfano wa jinsi alivyokuwa kwenye kisimamo chake, alivyokuwa anasimama wakati yuko kwenye kisimamo anasoma suratul Fatiha na zile sura zingine. Thumma qala sami'a Allahu liman hamida, kisha akasema sami'a Allahu liman hamida. Thumma qama tawila, akasimama muda mrefu. Qariba mimma raka'a, kiasi ambacho kinataka kulingana na wakati yupo kwenye rukuu. Thumma sajada, kisha akasujudu. Faqala, akasema subhana rabbiyal a'la, utakasifu ni wa kwake Mola wangu aliyekuwa juu. Fakana sujuduhu qariba min qiyamihi, sijda yake ilikuwa ndefu, inakurubia kuwa sawa na wakati alivyokuwa anasimama. Rawahu Muslim. Hadithi hii yatuonesha unapokuwa unaisoma Qur'ani kwa mazingatio, kwa utulivu, kwa utaratibu, muombe Allah. Ukifika penye panahitaji kuomba, jikinge kwa Allah, ujilinde kwa Allah kutokana na ambayo utakuwa umesoma. Kama moto, jilinde kwa Allah, ujikinge kwa Allah kutokana na moto. Sheikh anasema au iqra'il Qur'ana qira'atan 'adiyah, au soma Qur'ani kisomo hiki cha kawaida. Naam, kwa hiyo ambacho kilikuwa ni cha kawaida, yani ambacho kinakuwa kiko na haraka kidogo, kama jinsi kinavyojulikana kwa watu wa tajwid al-hadr, kwa sababu aina za visomo au maratibu al-qiraa wako at-tartil wat-tahqiq wal-hadr wat-tadwir. Kuna wenye wanasema ni vitatu, kuna wenye wanasema ni vinne, kama jinsi tunavyovitaja. Kirejelea katika watu wenye fani zao za tajwid utapata faida zaidi kuhusiana na hayo masala. Kwa hiyo mtume au kwa bimana Sheikh anasoma basi kisomo ambacho kitakuwa kiko na kaharaka kidogo, pamoja na kuzilinda ahkam za tajwid. Wa tariqatul ula afdal, na njia ya kwanza ndio bora zaidi, ile ambayo tuliyohitaji hapo mwanzo. Walakin ihdhar an taqra al-Qur'ana kahadha ash-shi'r kama yaf'al ba'd al-juhal, lakini jitahadhari na kuisoma Qur'ani kama vile mashairi, yani kama jinsi wanavyofanya baadhi ya watu ambao wasiokuwa na ilmu. Jambo lingine Sheikh akasema a'allimi an-nas fi Ramadan al-Qur'ana, wafundishe watu Qur'ani ndani ya Ramadhani. Falidhalika fadlun adhim, kwa hayo kuna fadhila zilizokuwa kubwa sana, kutokana na hadithi ya Uthman al-Amridhi kwamba mtume alayhi salatu wasalam kasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Mbora kwenu ni yule ambaye aliyeisoma Qur'ani na akaifundisha. Tofauti na mtu unakutana kaisoma Qur'ani hataki kufundisha watu, wala hata kuilingania, wala hata kuidarasisha, kuisomesha watu hataki. Huyu sio mbora, huyu jawa bora kwetu. Mbora kwetu ni yule ambaye alisoma Qur'ani na akafundisha hiyo Qur'ani. Kisha Sheikh akasema wanabbih ala al-imami an yata'assa bin nabi sallallahu alayhi wasallam
kadhalika umzindue imamu kwa kumuigia, yani umwambie imamu amuigie mtume alayhi salatu wasalam. Fa idha marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, akipita kwenye aya ambayo imo tasbih basi amsabihi Allah, wa hakadha, na mengineyo sawa na ile ambayo tuliyotaja kwenye hapo mwanzo wa darasa letu, kumsabihi Allah, kumuomba Allah, kujilinda kwa Allah kutokana na yale ambayo utakayokuwa umeyasoma ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo watu ni kuzidisha kuisoma Qur'ani kwa wingi siku zote za kawaida, hasatan inapofika ndani ya Ramadhani, juhudi zizidi zaidi. Hadha billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.